umeaibishwa. Maandiko yanasema wala kupakwa chumvi wala kutiwa katika nguo kabisa. Katika ulimwengu wa roho yanasema haukutiwa katika nguo kabisa. Baada uko nchi wewe unaweza ukatembea, lakini kuna roho ya aibu, kuna roho ya aibu inakufuata. Yaani unashangaa wewe umezaliwa tu, roho ya kukataliwa inakufuata, inakunyemelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada maandiko yanasema wala kuvishwa katika nguo. Wanasema mbona mimi naibika tu, kila mahali ninapofika tu nimekuwa mtu wa kuaibishwa. Yaani unaibishwa tu. Yaani mtoto mdogo tu anakudharau. Unamtoa mtoto wako haendi. Anamwambia mama, wewe ungechelewa kidogo ningekuzaa. Wewe niambia nini? Umeaibishwa. Kwa sababu gani? Kuna roho, maneno yametamkwa wakati wa kuzaliwa kwako. Wasema kwamba mambo yangu hayaendi kwa sababu umeaibishwa, umevuliwa nguo, umeaibishwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu siku ya kuzaliwa kwako hivi vitu Biblia inasema, kitabu cha Ezekiel 16 mstari wa 4. Maandiko yanasema nami nilipopata, maandiko yanasema mstari wa 5, hapana jicho lilokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani. Kuna roho ya kuachwa. Unapata mwanaume anakuchumbia miezi miwili anakuacha. Umezaliwa unaachwa, unapelekezwa. Yaani umezaliwa una baba na mama, lakini wanakupelekeza. Kuna maneno yametamkwa wakati wa kuzaliwa kwako. Maandiko yanasema kwamba wala hakuna mtu aliyekuhurumia. Yaani unaumwa kabisa, lakini hakuna mtu anayekuhurumia. Mbona fulani anisaidii? Mbona fulani anisaidii? Ana uwezo lakini anisaidii. Kwa nini mimi shuleni wananikataa? Kwa nini mimi ndugu zangu wananikataa? Kwa nini wafanyakazi wenzangu wananikataa? Kuna roho imetamkwa wakati wa kuzaliwa kwako. Maandiko yanasema wala hakuna mtu wa kukuhurumia. Ezekiel anasema wala hakuna mtu wa kukuhurumia.